Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii ya kukukaribisha tena katika semina ya neno la Mungu kwa njia ya mtandao, na ninayekuletea semina hii ninaitwa Mwalimu David Naikale. Na kabla tujaendelea na semina yetu, tupate nafasi ya kufanya maombi ya kufungua semina yetu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunasogea tena patakatifu pako. Umetupa tena siku ya kwanza ya kufanya semina hii kwa njia ya mtandao. Baba yangu na Mungu wangu, ninatakasa semina hii kwa damu ya Yesu na kuiweka wakfu kwako. Siku zote za semina ninazitakasa hizo siku na kuziweka wakfu zikatumike kwa ajili ya utukufu wako Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunavunja na kuharibu kila roho inayeinuka kwa kinyume na semina hii, na kila mkakati wote wa kuzimu tunaupangua na kuusambaratisha kwa jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo ninasogea kwako sasa, nikiwaombea watoto wako wote wanaofuatilia semina hii. Mungu Mwenyezi, wabariki na kuwaongoza kuanzia sasa kupitia neno lako. Wafungulie akili zao na wakapate kuyaelewa na maandiko. Wasaidie kupitia neno hili Bwana, likapate kuzaa matunda kwenye maisha yao. Wasiwe kama watakavyokuwa, kwa utukufu mkubwa wa jina lako. Wabariki Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi hii ya kuweza kufanya semina yetu kwa njia ya mtandao, na ni neema ya Mungu na ni neema ya kipekee sana Mungu kutupa nafasi kama hii ya kuweza kufanya semina kwa njia ya mtandao. Na somo letu ambalo Mungu ametupa, ambalo tutatembea nalo kwa wiki hii, linasema roho zinazopingana na mafanikio yako. Roho zinazopingana na mafanikio yako. Na lengo la somo ni kukupa maarifa na mkakati wa kiroho utakao kusaidia kutambua roho zinazopingana na mafanikio yako, ili uweze kufanikiwa kimaisha na kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Lengo la somo ni kukupa maarifa ya kimkakati na ya kiroho yatakayo kusaidia kutambua roho zinazopingana na mafanikio yako, ili uweze kufanikiwa kimaisha na uweze kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Lengo la somo, narudia kwa mara ya mwisho, ni kukupa maarifa na mkakati ya kiroho itakayo kusaidia kutambua roho zinazopingana na mafanikio yako, ili uweze kufanikiwa kimaisha na kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Nataka niweke utangulizi wa mambo kama matatu kabla sija kuletea mtiririko wa somo letu ambalo Mungu ametupa. Jambo la kwanza, nataka niweke utangulizi wa mambo kama manne ili nipate kukuletea mtiririko wa somo letu ambalo Mungu ametupa. Jambo la kwanza, nataka ufahamu kuwa jambo hili, kuwa Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote, au tufanikiwe katika kila hatua ya maisha yetu. Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote, au tufanikiwe kwenye kila hatua ya maisha yetu. Na neno linalotuongoza hapo linatoka kwenye kitabu kile cha waraka wa 3 wa Yohana, mlango ni ule wa 1 na mstari ni ule wa 2. Inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Penzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote, sio mambo mawili au matatu. Anataka tufanikiwe katika mambo yote. Kwa hiyo kila jambo tunalolifanya Mungu anataka tufanikiwe. Ni kiu ya Mungu, ni nia ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu kuona tunafanikiwa katika kila jambo, au katika kila hatua ya maisha yetu tunafanikiwa. Kwa hiyo ni jambo la kwanza la msingi na la muhimu ambalo unatakiwa ulitambue, kwamba Mungu anataka kuona tunafanikiwa, au ni kiu ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu, ni matamanio ya Mungu kuona tunafanikiwa katika mambo yote. Kwa hiyo sasa, ukiona hufanikiwi katika mambo yote, sio Mungu, bali kuna roho zinazopingana na wewe.
Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hili, Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote. Kwa hiyo hakuna mahali popote Biblia inasema kwamba Mungu hataki tufanikiwe. Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote. Lakini ukiona haufanikiwi, ujue kuna roho ambazo zinapingana na mafanikio ya kwako. Jambo la pili ambalo nataka tuliangalie ni mafanikio, maana yake ni nini? Kwa mujibu wa semina hii tunayotembea nayo, tafsiri rahisi ambayo nimekuja nayo, mafanikio ni kufikia lengo ya kile unachokifanya au kile ulichokipanga. Mafanikio ni kufikia lengo ya kile unachokifanya au kile ulichokipanga. Hiyo ndio tafsiri rahisi ya mafanikio. Na bii yake, mafanikio yanaanzia katika ulimwengu wa roho, ndipo yanatokea katika ulimwengu wa mwili. Mafanikio yanaanzia katika ulimwengu wa roho, ndipo yanatokea au yanadhihirika katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo mafanikio yoyote unayoyaona, asili yake yameanzia katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tusiangalie mafanikio kwa jicho la kimwili tu, tunapaswa pia kuyaangalia mafanikio kwa jicho la kiroho, kwa sababu asili ya mafanikio, asili ya baraka sio kwenye ulimwengu wa mwili. Asili ya baraka ni katika ulimwengu wa roho. Sasa kama asili ya baraka ni katika ulimwengu wa roho, lazima ujue kwamba kila kitu kina mzizi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili la muhimu na la msingi ambalo nataka ulitambue, kwamba mafanikio ni kufikia malengo ya kile ulichokipanga au ya kile unachotaka kukifanya. Lakini bii yake kwamba mafanikio asili yake ni katika ulimwengu wa roho, au chanzo cha mafanikio yanaanza katika ulimwengu wa roho. Na namba tatu, au jambo la tatu ambalo nataka tuangalie ni hili: hakuna mafanikio yasiyokuwa na upinzani. Jambo la tatu ambalo nataka tuliangalie, hakuna mafanikio yasiyokuwa na upinzani. Moja ya kitengo ambacho kina upinzani mkubwa sana katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili ni kitengo cha mafanikio. Yaani ukisema unaingia kwenye kutaka kufanikiwa, kwa Kiswahili kingine nataka nikwambie, unaingia kwenye vita. Mafanikio ni vita. Mafanikio ni upinzani. Kwa hiyo huwezi kufika kwenye kiwango cha mafanikio kama hautakutana na upinzani. Kwa hiyo ili waliofanikiwa wote, kuna viunzi vingi wameviruka, kuna vikwazo vingi wamekutana navyo, lakini walipambana mpaka wakafika hapo walipofika. Kwa hiyo hakuna mafanikio yasiyokuwa na upinzani, yawe ni ya kimungu, yawe ni ya kishetani, upinzani upo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hilo ni jambo la tatu ambalo natamani upate kulitambua. Na jambo la nne, ili ufanikiwe ni lazima upigane vita. Kama unataka kufanikiwa, kaa mkao wa kupigana vita. Kuna mafanikio mengine hayaji bila wewe kupambana. Kuna mafanikio mengine hayatatokea bila wewe kutumia nguvu. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo ule mlango wa 11 na mstari ule wa 12, Biblia inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kwa hiyo kama hautakuwa na nguvu, hautaweza kuuteka huo ufalme. Kama hautakuwa na nguvu, hautaweza kumiliki huo ufalme. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na nguvu ili tuweze kuuteka ufalme. Kwa hiyo ili ufalme wa shetani uweze kutawala mahali, lazima uwe na nguvu, na ili ufalme wa Mungu uweze kutawala mahali, lazima uwe na nguvu. Ndio maana kuna nguvu za Mungu na kuna nguvu za giza. Zile nguvu kazi yake ni kuoperate kwenye zile falme. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo mafanikio ni vita, na kama mafanikio ni vita, lazima tutambue jambo hili. Tunaweza kawa tunaishi kwenye ulimwengu wa mwili, lakini asili ya vita vyetu sio katika ulimwengu wa mwili. Labda nisome andiko la
Ngoja tusome andiko hili hapa, labda tutapata picha zaidi. Wakorintho wa pili mlango ule wa 10 na mstari ule wa 3 hadi ule mstari wa 5. Wakorintho wa pili mlango ni ule wa 10 na mstari ni ule wa 3 hadi mstari ule wa 5. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa tafsiri nyingine ni kama, maana ingawa tunaishi katika ulimwengu wa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana ingawa tunaenenda katika ulimwengu wa mwili, vita vyetu sio vya mwili. Yaani yamkini kuna mtu anaweza kuwa anapambana na wewe kimwili, lakini sosi ya hiyo vita si katika ulimwengu wa mwili, ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakifanya mambo, wanaenda kimwili bila kujua kwamba asili ya vitu vingi, asili yake au vyanzo vyake ni katika ulimwengu wa roho. Chanzo cha kitu chochote unachokiona, kiwe kizuri au kibaya, kina mzizi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema, ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaishi kwenye mwili, hatufanyi vita kwa mwili. Maanake hatutumii mwili wetu kufanya vita, tunatumia roho zetu kufanya vita. Kwa sababu gani? Tunaishi kwenye mwili, lakini vita vyetu si vya damu na nyama kama maandiko yanasema, vinasema bali katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema, kushindana kwenu si kwa damu na nyama, bali ni kwa falme, mamlaka na wakuu wa giza na jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba kushindana kwenu sio kwa mwili, bali ni kwa damu na nyama. Kushindana kwenu sio kwa damu na nyama, sio kwa mwili, bali ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba vita tunavyopigana ni vita vya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ili ufanikiwe, lazima ujue kuvipiga vita vya kiroho, na kama hautajua kuvipiga vita vya kiroho, kuna mahali utakwama kimaisha. Na kuna watu wengi wamekwama kimaisha kwa sababu kuna vita hawajavipigana. Kwa kuna vita lazima uvipigane ili uvuke mahali. Kuna mahali pengine lazima ufight ili upate nafasi ya kupenya. Kuna mahali pengine lazima ufight kielimu ili upate nafasi ya kupata mpenyo, breakthrough ya kielimu. Kuna mahali pengine lazima ufight kiuchumi ili upate breakthrough ya kiuchumi. Kuna mahali pengine lazima ufight kihuduma ili upate breakthrough ya kihuduma. Kuna mahali pengine lazima ufight kibiashara, lazima upate breakthrough ya kibiashara. Kwa hiyo sasa, kwenye maeneo hayo yote nataka ujue kwamba asili ya vitu vyote ni ulimwengu wa roho. Biblia inasema kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo kama ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, kwa hiyo lazima tunafahamu kwamba neno ni roho na asili ya vitu ni roho. Kwa hiyo vitu vingi vinaanzia katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita unavyopigana sio vya kimwili, ni vita vya kiroho. Kwa hiyo usianze kubeba mapanga na rungu ukaanza kukimbia huku mjini unatafuta maadui zako wapige. Sikiliza, maadui wetu wengi wako katika ulimwengu wa roho. Hata kama kuna udhihirisho unaoona katika ulimwengu wa mwili, lakini asili yake ni katika ulimwengu wa roho. Na adui yetu mkubwa, lazima ujue, sio mtu huyo unayemwona, sio huyo rafiki yako uliogombana naye siku 2-3. Adui yetu mkubwa ni Shetani, kwa sababu Biblia inasema kwamba Shetani alikuja kuchinja, kuharibu na kuua. Maanake huyo ndio nyang'au mkubwa wa kwanza ambayo tunatakiwa tumshughulikie katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita tunavyoviona, adui wa mafanikio yetu, lazima ujue ni Shetani. Na Shetani anaweza kuoperate katika ulimwengu wa roho, lakini akioperate kwenye ulimwengu wa mwili lazima atumie watu au atumie vitu, kwa sababu Shetani ni roho. Ili aweze kumanifesti kwenye ulimwengu wa mwili, anahitaji mwili wa mtu, anahitaji mwili wa mnyama, anahitaji mazingira fulani ili aweze kumanifesti. Lakini bila mwili wa binadamu au wa mnyama, Shetani hawezi kudhihirika katika ulimwengu tunaoishi. Na hata Mungu ili ajifunue kwenye maisha yetu,
anahitaji kuwatumia watu. Ndio maana anawatumia mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti, walimu. Anawatumia watu kujifunua kwenye maisha yetu katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo bila watu tunaweza tusimuone Mungu. Kuna saa tunamuona Mungu kupitia watu, kupitia watumishi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo nataka ujue kwamba vita vyetu ni vya ulimwengu wa roho. Sasa unaweza kuniuliza swali, mwalimu, ni roho gani sasa hizo zinazopambana na mafanikio yetu? Roho ya kwanza ambayo shetani anaitumia kupambana na mafanikio ya watu ni roho ya mipaka. Spirit of limitation, roho ya mipaka. Hii roho ya mipaka ni roho ambayo shetani anaitumia kukandamiza maisha ya watu kwa siri sana, bila watu wengi kushtuka, bila watu wengi kujua. Na hii roho ya mipaka inatenda kazi kwa siri bila watu wengi kuitambua wala bila kuifahamu. Nitakueleza kadri ninavyozidi kuzungumza na wewe kupitia somo hili, akili yako itaanza kufunguka. Shetani anaweza kukuwekea mipaka ya kielimu. Ninapozungumzia mipaka ya kielimu, na maanisha ni kwamba kuna watu wamesoma mwisho kwao ni darasa la 7. Hawaruhusiwi kuvuka kwenda form 1, form 2, form 3, form 4. Yaani huyo dogo tu akiamua kuingia form 1, form 2 anaweza akapiga mwalimu na akafukuzwa shule, ndio biashara imeishia. Manake huyo amewekewa mpaka katika ulimwengu wa roho. Familia hiyo imewekewa mpaka wa kuvuka kwenye ngazi fulani ya kielimu. Either ni ngazi ya shule ya msingi, wengine ni ngazi ya sekondari, wengine ni ngazi ya chuo. Kwa hiyo ukiangalia ni babu, bibi, mpaka wajukuu, mpaka vitukuu, level yao ya kielimu inafanana. Ukishaona kitu cha namna hiyo, ujue kuna mpaka wa kiroho ambao umewekwa kwenye hiyo familia, wasivuke ngazi fulani kielimu. Kuna watu wamewekewa mpaka wa kiuchumi kwamba haruhusiwi kuvuka level fulani ya kiuchumi. Yamkini, ngoja niseme hivi, yamkini mtu amewekewa mpaka wa kiuchumi, labda yeye kipato chake ni milioni 1. Yaani atapata mpaka kiwango kile cha milioni, atashika ile milioni. Akisema anashika milioni 1,300,000, milioni 1,500,000, milioni 1,600,000, yaani nakwambia kuna kitu kitatokea ghafla, hiyo hela itaingia kwenye majukumu, itaisha. Ikiisha mambo yanaendelea vizuri, lakini hawezi kuvuka hapo. Akisema nataka nipambane nitoke kwenye milioni 1 kwenda kwenye milioni 2, havuki. Ataishia kwenye 900,000 kurudi chini, atazishika hizo hela. Kuanzia milioni kwenda juu hashiki. Unakuta ni kiwango alichowekewa, ni mpaka umewekwa kwenye ulimwengu wa roho, kwamba hawa watu hawatavuka kiwango fulani cha kiuchumi. Kwa hiyo wataishi katika maisha ya kiwango fulani cha kiuchumi. Hiyo ni mipaka ya ulimwengu wa roho imewekwa. Kuna mwingine anaweza kuwekewa mpaka wa mahusiano. Kuna kijana anaanzisha mahusiano, kuna mpaka wa kimahusiano na mipaka ya kindoa huko kwao. Yaani anaingia kwenye mahusiano vizuri, akisema anaoa watagombana, watapigana na huyo mpenzi wake, sio ndo mchumba wake, wanaachana. Akikutana na mahusiano mapya anasema huyu si ndo Mungu, yule alikuwa ni shetani, ni ibilisi, ni kisirani, ni balaa, afie mbali, sitaki kumuona. Anaingia kwenye mahusiano, akisema tu hivi, jamani, kwa nini tusioane? We linaamka timbuli sio la kawaida, wanaachana. Ukiona hivyo ujue kuna mipaka imewekwa. Na ukitaka kugundua hiyo mipaka, angalia baadhi ya watu kwenye familia. Unaweza kujikuta kuna mashangazi hawakuolewa, au unaweza kujikuta huyo bibi labda aliachana na babu, akatamka maneno ya laana, akasema mimi sitaki watoto wangu waolewe au uzao wangu waoe, maana yake ndoa ni mateso. Kwa hiyo amewekewa mpaka wa maneno ya laana, hawezi kuvuka hapo. Kwa hiyo iko mipaka mingi watu wamewekewa katika ulimwengu wa roho. Sasa hii roho ya mipaka, nataka nikuonyeshe aina kama 3 za mipaka. Mpaka wa kwanza ni mpaka wa kijiografia, au ninaweza nikasema mpaka wa mazingira. Kuna mtu anaweza kuwekewa mpaka wa kijiografia au mpaka wa mazingira. Manake ukikaa kwenye hayo mazingira au kwenye hilo eneo, hautavuka kimaisha, hautaenda level fulani ya kimaisha. Yaani utaishi kwenye level ile ile ya kimaisha.
hichi ninachokufundisha mimi nimewahi kukipitia. Mwaka 2014 nilikuwa bachelor bado, nilikuwa naishi Arusha na nilibahatika kupanga nyumba moja. Nilikaa kwenye ile nyumba sijui ni kwa miaka 3, na kuambia nilikuwa napata hela, lakini hakuna kitu cha maana nilifanya nilipokuwa kwenye hiyo nyumba. Na nilikuwa sio kama nilikuwa sijaokoka, sio kama nilikuwa siombi, nilikuwa naomba kama cherehani inavyoshona nguo, lakini sitoboi. Siku moja nikafunga na kuomba, nikamwambia Mungu, ni kitu gani kinachonizuia mimi nisiendelee, nisifanikiwe? Kila ninachokipanga kinavurugika, mambo hayafikii mwisho. Ni shida ni nini Bwana Yesu? Mungu ndo akanipa neno moja ambalo nitakusomea baadaye hapo mbele. Akanipa hilo neno, ndo akaniambia kuna mipaka ya kimaagano, kwamba watu wanaoishi kwenye hii eneo wasifanikiwe, wasivuke level fulani ya maisha. Kwa hiyo wewe unatamani kwenda kwenye level nyingine ya maisha, na hii level unayetaka kwenda, hawa watu wa hili eneo hawawezi kuishi, yani hautakiwi kuishi nje ya hiyo mipaka ya hiyo eneo iliyowekwa. Kwa hiyo utaishi level hii ya maisha ambayo tunafanana watu wa hilo eneo. Na ukiangalia vile watu vilikuwa pale ni bachelor na ambao wameoa, yani tulikuwa tunaishi kwenye single room. Kwa hiyo niliishi kwenye maisha ya single room. Kila nikitaka kusema nataka nitoke ilikuwa inani. Kila nikitaka kusema nataka nifanye kitu cha maendeleo, maana sikununua hata kijiko. Mimi nakwambia nilivyokuwa kwenye ile nyumba. Na nilivyoama tu kwenye ile nyumba, baada ya Mungu kuniambia ondoka hapa, hii mipaka iliyoko hapa itakuzuia, kuna kiwango cha maisha hautakiona. Kwa hiyo nikafanya taratibu, nilikuwa na kodi nimelipa, nilikuwa nimeshakaa kwa miezi 2, nikasema miezi 2 naacha. Nikaondoka nikatafuta nyumba nyingine. Nilipoama tu kwenye ile nyumba, nikahamia nyumba nyingine, mambo yangu yalibadilika kuliko unavyofikiria na unavyowaza. Maisha yangu yalienda kwa spidi isiyo ya kawaida. Lakini Mungu aliniambia kuna roho ya mipaka iko kwenye ile eneo, na akaanza kunifundisha kwenye Biblia namna hii roho ya mipaka inavyotenda kazi, kwamba kuna watu wakikaa kwenye eneo fulani hawezi kufanikiwa mpaka watoke kwenye hilo eneo, na wakitoka ndio watafanikiwa. Mfano mmoja kwenye Biblia ni Ibrahim. Ibrahim kwenye ile nchi alikuwa amekaa, ile nchi ilikuwa inamzuia Ibrahim kwenda kwenye kiwango fulani cha kimafanikio au kiwango fulani cha kimaisha. Mungu akamwambia, toka wewe katika nyumba ya baba yako na katika nchi ulioko, uende mpaka nchi nitakaye kuonyesha. Maana Mungu anamwambia kuna mipaka ya kiroho iliyoko kwenye hili eneo, ambayo hiyo mipaka hautaweza Ibrahim kufanikiwa ukiwa hapa. Kwa hiyo lazima utoke kwenye hiyo mipaka ya hili eneo, mipaka ya kwenu, ndio ufanikiwe. Na kuna watu kweli kuna watu wametoka kwenye mipaka ya nyumbani kwao, walivyokuja huku mjini maisha yamewanyokea, lakini wakikaa pale kwao wamejaribu mbinu zote, wamejaribu kufanya kila kitu akiendi, lakini walivyotoka kwenye mipaka ya kwao, ghafla wakafanikiwa. Kwa hiyo kuna mazingira yanaweza kukua yameweka mpaka wa aina fulani ya maisha, aina fulani ya biashara. Ukikaa hapo, maana yake ufanikiwi kimaisha. Na hii mipaka ya kijiografia au mipaka ya maeneo iko hivi. Kuna mipaka ambayo watu walioko kwenye hilo eneo, kama ni wenyeji, wanaweza kawa wamewekewa mpaka waishi aina fulani ya maisha. Maanake mtu mwingine akitoka kuja nje kwenye lile eneo, yeye anafanikiwa. Lakini watu walioko kwenye lile eneo ambao ni nyumbani kwao au ndo kwenye asili ya kwao, hawatoboi. Kwa hiyo kuna wale wenyeji wa Dar es Salaam, ukiangalia maisha wanaoishi, ambao si wanasema wengi ni Wazaramu na wanani, hawana maisha kabisa. Kuna mipaka ya kimaisha, aina yao ya maisha ni tofauti kabisa na ya wale watu waliotoka nje kuja kwenye yale mazingira au yale eneo. Kwa hiyo kuna mipaka ambayo inakuwa inafunga watu wa eneo fulani wasifanikiwe, na kuna mipaka ambayo inafunga wageni wanaokuja kwenye eneo. Hiyo mipaka inafunga watu wageni wanaokuja kwenye eneo, manake ukienda kwenye hilo eneo hutatoboa. Kama unataka kutoboa, lazima ufuate masharti ya wenyeji walioko kwenye eneo. Wanakuambia kama unataka kutoboa kimaisha, fanya 1, 2, 3, 4, 5, ndio utatoboa kimaisha. Kwa hiyo kuna aina mbili za hiyo mipaka ya kimazingira. Kuna mipaka ambayo inafunga wenyeji wa eneo, na kuna mipaka ambayo inafunga wageni wanaokuja kwenye eneo. Mipaka, aina ya pili ya mipaka ni mipaka ya kifikra au mpaka wa kifikra. Huu mpaka wa kifikra ni mtu anauweka mwenyewe. Kila kitu anakwambia mimi siwezi, anakwambia siwezi kusoma masters, siwezi kusoma degree, siwezi kusoma doctorate, siwezi kufanya nini. Anajitamkia hawezi. Kwa hiyo anajifunga, na Biblia inasema kwamba mtu atafungwa kwa maneno ya kinywa chake. Kwa kuna watu wamefungwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kujitamkia, wamejiwekea mipaka wenyewe. Anakwambia mimi siwezi kufanya biashara hii, na hata akianza kufanya biashara anayumba. Kwa sababu gani? Alishajiwekea mpaka kwenye ulimwengu wa roho.
mimi siwezi kufanya biashara hii, mimi siwezi kufanya kazi kwenye ile ofisi, mimi siwezi kufanya hiyo interview, sijui kama nitafanikiwa, mimi siwezi kufanya kazi kwenye hiyo ofisi. Kwa hiyo amejiwekea mpaka mwenyewe kwa kukiri. Kwa hiyo mpaka huo uko kwenye fikra zake. Kwa hiyo fikra zake zimemfunga za kumwambia kwamba hauwezi kutoboa katika maisha haya, hauwezi kufanikiwa katika mazingira haya. Kwa hiyo huu ni mpaka wa kifikra. Mwingine ni mpaka wa kiuchumi, kwamba wamewekewa mpaka wa kiuchumi kwamba anaweza kufanikiwa kufika kiwango fulani cha kiuchumi, hawezi kuvuka hapo, na atakapovuka hapo, yani kuna vurugu, mechi zitatokea tu hapo katikati, lazima tu atasheki na kurudi chini. Kwa hiyo hiyo ni mipaka, aina 3 ya mipaka. Kwa hiyo kuna mpaka wa mazingira au kijiografia, mpaka wa kifikra ambao ni mtu anakiri mwenyewe, alafu kuna mpaka wa kiuchumi. Mpaka wa kiuchumi. Sasa nataka tuangalie mifano kwenye Biblia ambayo inaonyesha hizi roho za mipaka. Fungua na mimi kitabu kile cha Hesabu, yani kuonyesha sasa kwa maandiko, maana nimekupa maelezo ya kutosha. Ngoja nikupe sasa maandiko ili uweze kupata picha nzuri ya hizi roho za mipaka zinavyokandamiza maisha ya watu. Kitabu cha Hesabu ule mlango wa 21 na mstari ni ule wa 21 mpaka mstari wa 23. Maandiko matakatifu yanasema kwenye Hesabu 21:21 anasema, kisha Israeli akatuma wajumbe kwenda kwa Sihoni mfalme wa Waamori na kusema, nipe ruhusa nipite katika nchi yako, hakutageuka kwenda mashambani wala kuingia katika mashamba ya mizabibu, hatutakunywa maji ya visima, tutakwenda kwa njia kuu ya mfalme hata tutakapokuwa tumepita mpaka wako. Nataka uone sentensi. Kwa hiyo wana wa Israeli walipokuwa wanaanza safari yao kutoka Misri kwenda Kanaani, walifika wakakutana na mfalme wa Waamori anaitwa Sihoni. Wakamwambia, tunaomba utupe ruhusa ya kupita hapo tuendelee na safari yetu. Lakini huyu mfalme anawaambiaje kwenye ule mstari wa 23? Lakini Sihoni hakukubali kuacha Israeli kupita katika mpaka wake. Sihoni hakukubali kuwaacha Israeli kupita katika, bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani, akafika mpaka Yaasa akapigana na Israeli. Nataka uone swala la kuvuka kiwango kimoja cha maisha kwenda kiwango kingine. Nimekwambia ili ufanikiwe lazima upigane vita. Ili Israeli avuke hapo aende kwenye kiwango kingine ambacho Mungu amemkusudia cha maisha, lazima Israeli aingie vitani. Kwa tunaona kwamba aliomba ruhusa bila vita, akaambia sikia, hapa upiti. Kwa hiyo akasema sasa, kama sipiti, kinachotokea lazima nipambane ili nivuke. Kwa hiyo huu ni mpaka ambao ulikuwa unamzuia Israeli asiweze kufikia kwenye kiwango cha mafanikio yake. Mafanikio ya Israeli sio kuishia jangwani. Mafanikio ya Israeli ni kufika Kanaani. Kwa hiyo kama hatafika Kanaani, manake atakuwa hajafika kwenye lile lengo, atakuwa hajafanikiwa. Na kama atakuwa hajafanikiwa, ina maana kwamba huyu atakuwa amewekewa mpaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaona huyu mfalme anaitwa Sihoni aliwaekea Israeli mpaka ili wasiweze kufikia mafanikio ya kwao ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kukuwekea mpaka usivuke kiwango fulani cha maisha, usivuke kiwango fulani cha cha huduma, usivuke kiwango fulani cha elimu, usivuke kiwango fulani cha kifamilia. Maanake kama kuna ngazi fulani familia yako inataka kwenda, aidha ya kiuchumi, ya kielimu, kuna vita itatokea tu ili kukurudisha chini au kukuzuia usiendelee mbele. Unataka kusoma labda upate doctorate, kuna vita utakutana nayo. Na wale watu wote ambao wamesoma kwenye familia nyingi, ambao hiyo familia labda alikuwa haina profesa, huyo mtu ndo profesa wa kwanza, nenda kakaa naye chini, muulize changamoto alizokutana nazo na hiyo vita aliyokutana nayo mpaka tu kuwa profesa. Au mwingine aliyokuwa daktari, ndo daktari wa kwanza kwenye familia au wa kwanza kwenye ukoo, hiyo vita aliyokutana nayo kuwa daktari sio vita ya kawaida. Kwa hiyo tunaona huyu mfalme anaitwa Sihoni aliwazuia Israeli, na Israeli walichukua hatua ya kupigana vita ili kuvuka. Kwa hiyo nataka nikwambie, kama unataka kuvuka kiwango fulani cha maisha, lazima uamue kuingia vitani na kupambana na hizi roho za mipaka, kwa sababu hizi roho za mipaka zinazuia watu wasiweze kufikia kile kiwango cha maisha ambacho Mungu amekikusudia. Kwa hiyo roho za mipaka ni muhimu kujua kwamba zipo na lazima tupambane nazo.
Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie, roho ya mipaka ilisababisha Israeli akaingia vitani, na wewe kama hautaingia vitani utaishi maisha haya yaliyonayo. Lazima ufike mahali useme enough is enough, na lazima nitatoboa kwenye hii eneo, lazima nipambane. Mstari wa 23, lakini Sioni hakukubali kuacha Israeli kupita katika mpaka wake, bali Sioni akawakutanisha watu wake, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani, akafika mpaka Yaasa, akapigana na Israeli. Israeli akampiga kwa makali ya upanga na kumiliki nchi yake. Nataka uone hiyo sentensi, akampiga kwa makali ya upanga na kumiliki nchi yake. Ili uweze kumiliki na kutawala, lazima upigane vita, kwa sababu roho za mipaka hazitakuruhusu uweze kumiliki na kutawala. Unaona yule mpaka wa Waamori ulikuwa unawazuia Israeli wasiweze kumiliki nini? Kanaani ya kwao. Kwa hiyo Israeli ilimlazimu kuingia vitani ili aweze kufanyaje? Kuweza kumiliki. Kama unataka kumiliki vitu, kama unataka kumiliki mashamba, nyumba, viwanja, kuwa na maisha mazuri, kumiliki elimu kubwa, yani nikizungumza kumiliki maanake ni kuwa na uwezo mkubwa wa kielimu, labda masters degree, doctorate na kuendelea huko juu, lazima ufanye vita na hizi spiriti za mipaka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Biblia inasema kwenye mstari wa 24, nataka nirudie, Israeli akampiga kwa makali ya upanga na kumiliki nchi yake, tangu mto wa Armoni hata mto wa Yaboki, mpaka nchi ya wana wa Amoni. Kwa kuwa mpaka wa wana wa Amoni ulikuwa na nguvu. Nataka uone, mpaka wa wana wa Amoni ulikuwa na nguvu za kuwazuia Israeli, ulikuwa una nguvu za kiroho za kupambana na wana wa Israeli ili wasitoboe kimaisha. Kwa hiyo nataka nikwambie, kuna mipaka ambayo imewekwa katika ulimwengu wa roho, inapambana na maisha ya watu wasivuke viwango fulani vya maisha. Kama unataka kuvuka viwango fulani vya maisha, lazima ufanye vita na hizi roho. Na leo katika jina la Yesu tutaenda kufanya vita na kila roho ambayo imeweka mpaka kwenye maisha yako. Umewekewa mpaka usiolewe, tutafanya vita na hiyo roho, itakuachia. Umewekewa mpaka usipate promotion kazini, tutafanya vita na hiyo roho na utapata promotion kazini. Umewekewa mpaka usipate kiwango fulani cha mshahara, tutafanya vita na hiyo roho mpaka upate breakthrough kwenye hilo eneo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Semina hii ni mahususi kabisa. Mungu ameiandaa hii semina kwa ajili ya kuwavusha watu mahali. Nataka nikwambie, haijalishi unaishi maisha gani, kwa muda mrefu umeishi kwenye hicho kiwango cha maisha, Mungu anaenda kukuondoa hapo kielimu. Kuna watu wanaenda kuondolewa mipaka ya kielimu na wanaenda kusoma na kufika viwango vya juu vya kielimu. Kuna watu wanaenda kuondolewa kwenye mipaka ya kibiashara, wanaenda kuvuka viwango vya kibiashara, wanaanza kufanya biashara kubwa kubwa. Yamkini alikuwa ni mfanyabiashara mdogo, kuna mipaka ilikuwa inamzuia asiwe mfanyabiashara mkubwa. Mungu anaenda kuvunja hiyo mipaka. Mungu anaenda kufanya vita na kuondoa hivyo vizuizi vilivyokuwa vinakuzuia usiende kwenye mipaka ya kimataifa ya kibiashara. Yamkini mipaka yako ilikuwa ni ya Kitanzania. Mungu anaenda kufungua fursa, utaanza kufanya biashara kimataifa, utaenda kufanya biashara nje ya Tanzania, utaanza kuona fursa za kufanya biashara na mataifa mengine. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wiki ya Mungu kuwatoa watu kutoka kwenye hali fulani fulani za kimaisha. Ili somo sio la kila mtu, ni la wale ambao wanajua kabisa na wanashuhudiwa mioyoni mwao kwamba kuna roho za mipaka zimenikandamiza, nimekaa mahali kwa muda mrefu. Na ziko dalili. Dalili ya kwanza ni kuishi kwenye kiwango fulani cha maisha. Ukiona unaishi kwenye kiwango fulani cha maisha kwa muda mrefu, manake umewekewa mpaka kutokuvuka hicho kiwango. Ukiona unaishi kwenye aina fulani ya maisha, kama ni ya kielimu, umeishia kwenye degree, yani hautaki kusoma tena. Na ukiangalia nyumbani kwenu, wengi labda umeishia degree hapo hapo, hamna aliyopata masters, kuna mpaka huko nyumbani kwenu. Na kuna watu wamewekewa kiwango fulani cha huduma, hata kwenye makanisa unakuta mchungaji amewekewa mpaka wa washarika, anatakiwa labda apate washarika, hatakiwi kuvuka washarika 500. Akipata msharika wa 501, kuna vita lazima itatokea, hilo kanisa litapasuka katikati. Mchungaji msaidizi ataondoka na 250, mchungaji kiongozi ataondoka na 250. Kwa hiyo hizi roho za mipaka ziko mpaka kwenye huduma, mpaka kwenye makanisa, mpaka kwenye taasisi. Zipo, zinazuia taasisi isiende mahali, zinaweza kulizuia taifa pia lisiende mahali. Taifa linaweza likawekewa mipaka lisivuke kiwango fulani cha uchumi. Unaona wana wa Israeli, hili lilikuwa ni taifa, liliweza kuwekewa mpaka lisivuke kiwango fulani cha nini? Cha kimaisha. Kwa hiyo tunaweza kuwekewa mipaka kama taifa tusiweze kuvuka kiwango fulani cha kimaisha, na tunaweza kuwekewa mipaka kama familia, kama jamii, kama kabila, kwamba tusivuke kiwango fulani cha maisha. Kwa hiyo nataka nikwambie,
ni nia ya Mungu kwamba anataka kuhakikisha wiki hii hizo roho za mipaka zilizokushikilia zinakuachilia. Nami natangaza katika jina la Yesu Kristo, kila roho ya mipaka iliyoshikilia maisha yako, Mungu anaenda kuivunja na kuisambaratisha. Hiyo mipaka ya kielimu ulikuwa umewekewa inaondoka, mipaka ya huduma inaondoka, mipaka ya ndoa inaondoka. Kuna watu wataenda kuoa na kuolewa, walikuwa wamewekwa mipaka wasioe na kuolewa. Nami natangaza katika jina la Yesu, wewe binti uliokuwa umewekewa mpaka usiolewe, utaenda kuolewa. Wewe kijana uliokuwa umewekewa mpaka usiolewe, utaenda kuolewa. Wewe uliokuwa umewekewa mpaka usiajiriwe, natangaza katika jina la Yesu, unakwenda kuajiriwa. Na wewe uliokuwa umewekewa mpaka usipandishiwe mshahara, umefanya kazi kwa muda mrefu na umewekewa mipaka, wenzako wanakuja wanakupita, wanakimu kiwango kikubwa cha mshahara, na wewe umebaki kwenye kima kile cha mshahara, na kutangazia kwa jina la Yesu, huo mpaka ulioko kwenye maisha yako unavunjika kwa jina la Yesu, na Mungu anaenda kukufungulia fursa, na kuanzia sasa utapata fursa kubwa kubwa, na utaanza kufanya interview maeneo mbalimbali, na utaajiriwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kuna watu Mungu anaenda kuwavusha. Kuna mipaka iliyokuwa imeshikilia maisha ya watu inaenda kuvunjika katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Hiyo mipaka itavunjika. Haijalishi shetani amekushika kwenye kiwango fulani cha maisha, atakuachilia leo katika jina la Yesu Kristo. Nami nakuombea katika jina la Yesu Kristo, kila roho iliyokuwa imeshikilia maisha yako ivunjwe, iharibiwe kwa damu ya Yesu Kristo, na Mungu akupe breakthrough ya kiuchumi, breakthrough ya kifikra, breakthrough ya kimazingira. Yamkini umewekewa mpaka wa kukaa kwenye nyumba za kupanga. Huu ni mwaka wako wa 20, mpaka una mjukuu uko kwenye nyumba za kupanga. Unafikiri ni kitu cha kawaida? Huo ni mpaka umewekewa katika ulimwengu wa roho, kwamba wewe uishi kwenye nyumba za kupanga. Yaani zile roho zina tabia ya kuambia kwamba zinakuruhusu uishi, lakini usivuke mipaka. Yaani manake kaa kwenye nyumba ya kupanga. Utatoka kwenye chumba kimoja, utaenda kwenye chumba viwili, utaenda kwenye vyumba vitatu, vyumba vinne, vyumba vitano, ghorofa, lakini haitakuruhusu utoke kwenye nyumba za kupanga. Haya ni spirit ya limitation, lazima yavunjwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Natangaza kwa jina la Yesu, kila roho iliyokuwa imeweka mipaka kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye ndoa, kwenye uchumi na kwenye eneo lolote la maisha yako, ivunjike kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na natangaza breakthrough kwenye maisha yako kuanzia leo. Wewe unanisikiliza na kunifuatilia mahali, Mungu na akabadilishe maisha yako. Mipaka yote ivunjwe na kuharibiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba. Mungu avunje roho za mipaka zilizoshikilia maisha yako. Lakini nataka niseme na wewe unayenisikiliza na kunifuatilia, yamkini hujampa Yesu Kristo maisha yako. Hii ni fursa ya kuja mbele za Mungu na kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo unaweza kaa hujaokoka, ukachukua fursa hii ya kuokoka, Mungu akabadilisha kila kitu kikawa kipya. Ile mipaka ilikuwa inakushikilia ikakuachilia. Kwa sababu nini? Umeokoka, umekuwa kiumbe kipya. Biblia inasema tazama ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuvunja haya maroho ya mipaka, kama hujaokoka, okoka, mpe Yesu maisha yako. Na nataka urudie sala hii kabla sijaenda kuomba kwa ajili ya wale ambao wanashikiliwa na roho za mipaka. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Kuanzia leo hii nimemkataa shetani na kazi zake zote. Ninakukiri wewe Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulikufa, ukafufuka na sasa uko hai. Na kuanzia leo nitakufuata siku zote za maisha yangu, tangu sasa na hata milele. Amen. Kwa wewe kama ulikuwa hujaokoka, umesali sala hiyo, umeokoka. Na naomba, kuna namba zitakuwa kwenye screen hapo chini ambazo watatumia kutumia sadaka. Hizo namba unaweza ukatutumia jina lako na ukatuambia kwamba tumeokoka, ili tuendelee kukuombea na tuendelee kukufuatilia kiroho ili ukue, na tutaendelea kuomba na wewe binafsi. Kwa hiyo kuna namba zinazopita kwenye screen, ni muhimu sana hizo namba ukawa nazo, ukatutafuta ukasema, jamani, mimi kupitia semina hii nimeokoka. Na kama una mahitaji yako pia unaweza kuwasiliana na sisi tukakuombea, wewe ambaye umempa Yesu maisha yako. Na wale wanaohitaji ushauri pia wanaweza kuzitumia hizo namba. Basi naomba niombe kwa ajili ya wale ambao wameshikiliwa na maroho ya mipaka. Sema: Bwana Yesu, kuanzia leo naja mbele zako, naomba unisamehe na unitakase kwa damu ya Yesu. Kila roho ya mipaka inayonizuia nisifanikiwe kiuchumi, kielimu, kifikra na kimazingira, kwa jina la Yesu, hizo roho za mipaka zivunjike na kusambaratika na kuachilia maisha yangu kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo.
Asante Yesu kwa kunifungua kutoka kwenye roho za mipaka. Nenda mbele za Mungu kwa ajili ya kufanya maombi hayo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasogea mbele za madhabahu yako Bwana. Ninaachilia damu ya Yesu nikiomba warehemu watoto wako na kuwasamehe. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo ikawatakase na kuwasafisha. Ninavunja kila roho za mipaka zilizokuwa zimeshikilia maisha ya watoto wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mipaka ya kielimu ninavunja. Maroho yanayozuia watoto wasisome, maroho yanayofanya watoto wanakuwa wakora, wanakimbia mitaani na wanaacha shule, ninavunja hizo spiriti za mipaka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninazipindua na kuzisambaratisha katika jina la Yesu. Ninaingia katika ulimwengu wa roho, ninaharibu iliyo mipaka ya kifamilia iliyokuwa imeweka, mipaka ya kijiografia inayozuia watu wasiweze kuoa na kuolewa. Ninavunja kila mipaka iliyokuwa imewekwa, mipaka kazini kwako, maroho yanayekuzuia usipate promotion kazini. Ninavunja hayo madhabahu kwa jina la Yesu na haya maroho ya mipaka na kuyasambaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana ingilia kati sasa. Vunja kila roho ya mipaka, vunja madhabahu zote zilizosimama kwa mamlaka ya jina la Yesu, na vunja roho ya mipaka iliyokuwa imeshikilia maisha yako. Hiyo roho ya mipaka inayokuzuia usiweze kuoa na kuolewa, ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninavunja hiyo roho kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Roho za mipaka, achilia huyo binti akaolewe. Mipaka iliyokuwa imewekwa kwenye ulimwengu wa roho kwamba hataolewa, mipaka ya maneno navunja, mipaka ya laana navunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Navunja hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Shetani na malaika zako kwa mamlaka ya jina la Yesu, huo mpaka uliouweka kwa maisha ya huyo binti na huyo kijana wasiweze kuoa, wasiweze kuolewa, navunja hizo maroho zilizoshikilia mabinti na vijana. Rapa korosiva handa babazoya mahande rezoto kosata baba hanto brozenda na sambara hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Huo mpaka ulioweka kwenye ulimwengu wa roho na usambaratisha. Huo mpaka uliokuwa umeshikilia maisha yako na usambaratisha. Huo mpaka wa kichawi na uvunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Achilia huyo binti, achilia huyo kijana kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Nafungua maisha ya huyo kijana, nafungua maisha ya huyo binti wakaweze kuoa na kuolewa. Kama kuna mpaka wa kifamilia unaozuia asiweze kuolewa kuolewa, sadaka zilizotolewa, maagano yaliyofanyika kwenye familia yakatengeneza mipaka ya kimaisha, mipaka ya kifamilia, navunja huo mpaka kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja huo mpaka kwa jina la Yesu Kristo. Natuma malaika wa Bwana wafanye vita wa kupiga maroho ya mipaka, sambaratisha na piga hiyo maroho na kuyaangusha chini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Maroho ya mipaka yaliyoshikilia uchumi wako, maroho ya mipaka yaliyoshikilia fikra zako, maroho ya mipaka yaliyokaa kwenye mazingira, navunja kwa jina la Yesu, navunja kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia maisha huyo mama, achilia maisha huyo baba, achilia maisha huyo binti, achilia maisha huyo kijana, achilia maisha hilo kanisa umeliwekea mipaka lisikue. Navunja, achilia mipaka, achilia maisha ya hiyo huduma ambayo umeiwekea mipaka kwamba isikue. Navunja hizo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rapa korosiri visanta baba yande vezonda resata bazanda baba baba oza mahande resikiria masanta baba diande rebosia rapikiria sanda baba korobo kosira makaka vozanda baba diande rebosia risata kazonda baba baba hande rebosia rapikiria sanda baba korobo kosira rika papasova handa rebosia. Kuna mtu naona amewekewa mpaka wa kujenga, amekaa muda mrefu, hiyo nyumba yake imekwama kwa muda mrefu. Natangaza katika ulimwengu wa roho, huo mpaka uliweka kwamba usijenge, nimeuvunja kwa jina la Yesu. Huo mpaka uliweka kwamba nyumba yako ishie kwenye lenta, nimeuvunja kwa jina la Yesu. Huo mpaka unaokuzuia usijenge, usimalize, nimeuvunja kwa jina la Yesu. Malaana ya kichawi yaliyosimamishwa hapo yakakaa kama mpaka wa kiroho, ninavunja mipaka ya kiroho iliyosimamishwa katika ulimwengu wa roho. Kila aina ya mpaka usambaratike, uyeyuke kwa damu ya Yesu. Nimevunja na kuangusha na kusambaratisha katika jina la Yesu. Nimeangusha kila madhabahu iliyokuwa imesimama ikaweka mipaka kwenye maisha ya watu wa Mungu, madhabahu za kichawi, madhabahu za kiganga, madhabahu za mashetani na majini, na zisambaratisha. Madhabahu zilizoko kwenye ardhi, madhabahu zilizoko kwenye anga, madhabahu zilizoko kwenye maji, na zivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Reke sato vazonda babadia nderebosia masata kazoko mayanda rabakorobosea rapikiria sanda rabokorobosia. Huo mpaka wa kielimu uliweka, nimeuvunja. Mpaka wa kiuchumi nimeuvunja. Mpaka wa mahusiano na ndoa nimeuvunja kwa jina la Yesu. Mpaka wa kibiashara nimevunja kwa damu ya Yesu. Mpaka wa huduma nimevunja kwa jina la Yesu Kristo na kusambaratisha huo mpaka na uondoa katika ulimwengu wa roho. Natangaza na kuachilia roho ya spidi. Maisha yako yataendelea mbele kwa spidi. Maisha yako yatapiga hatua. Kuanzia sasa utafanikiwa. Kuanzia sasa utaendelea kwa jina la Yesu Kristo. Nimeondoa roho ya mipaka kwenye maisha yao. Nimesimama kwa mamlaka ya kifalme na mamlaka ya kikuhani sawa sawa na neno la Mungu la Ufunuo 5:9. Neno la Mungu linasema ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila na kila taifa, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani. Nami nasimama kama mfalme nikitoa amri kwa mamlaka ya jina Yesu. Nimeondoa hiyo mipaka
yote iliyokuwa imesimama kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Wewe unayenisikiliza na kunifuatilia, nimevunja hiyo mipaka na kuiondoa, na kutangaza kuanzia sasa utaendelea mbele, na kutangaza kuanzia sasa utaendelea mbele. Natangaza roho ya spidi kuanzia sasa, natangaza roho ya spidi kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza roho ya spidi kuingia kwenye maisha yako. Yale maisha yako yalikuwa yamekwama kwa muda mrefu, kuanzia sasa naachilia spidi isiyo ya kawaida. Maisha yako yakapige mbio isiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliachilia spidi kwenye maisha ya Elia, akapiga mbio mpaka Israeli. Natangazia maisha yako sasa ukapige mbio kuanzia sasa. Wale watu waliokupita kimaisha, wale watu waliokupita kielimu, ukawapite kielimu, ukawapite kibiashara, ukawapite kimaisha, maana Bwana ameweka spidi na ile roho ya mipaka imeondoka katika maisha yako katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, asante kwa sababu umevunja roho ya mipaka na kuiondoa kwenye maisha ya watoto wako, wale wanaotusikiliza na kutufuatilia mahali. Mungu, asante kwa kuwafungua kutoka kwenye vifungo vya roho za mipaka katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Basi unaweza kutoa sadaka yako. Nataka nipate nafasi ya kuomba kwa ajili ya sadaka yako. Wewe ulijiandaa, ni muhimu kuachilia sadaka yako na ukaiombea ili Mungu avunje roho za mipaka, na Mungu anaweza kuzivunja kabisa. Mimi nilipata breakthrough kwa njia ya maombi na sadaka, na mimi nakushauri hivyo hivyo. Sadaka yako ni muhimu, inaweza kuvunja hizo roho kwenye maisha yako, na sadaka inasimama kama ishara ya agano kwamba Mungu, ninatoa sadaka hii sawa sawa na Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 na wa 6. Neno lako linasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu watakaofanya agano nami kwa njia ya dhabihu. Kwa hiyo unaweza ukaachilia sadaka yako kwa kumwambia Mungu, mpaka huu na huu na huu ninaoona kwenye maisha yangu, kwa kupitia sadaka hii, huo mpaka uvunjwe kwa jina la Yesu, na Mungu atasikia na Mungu atatekeleza kile ambacho utakachokuwa ukiomba, kwa sababu moyo wa mtu ulipo ndipo na sadaka zake zilipo. Na tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya watoto wako wametoa sadaka zao za shukrani kwa ajili ya kuvunja na kuondoa roho za mipaka zilizokuwa zinawashikilia na kuwafuatilia. Pokea sadaka zao na maombi yao Bwana, yakubali kutoka makazi yako matakatifu. Na Mungu Mwenyezi, kupitia sadaka hiyo, kila ambaye alikuwa amewekewa mpaka wa mahusiano na ndoa, wasiweze kuoa, wasiweze kukaa kwenye ndoa, ninavunja huo mpaka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale waliokuwa wamewekewa mipaka ya ujenzi, wasiweze kujenga nyumba na zikakamilika na wakakaa ndani yake, ninavunja huo mpaka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale waliokuwa wamewekewa mipaka kibiashara, wasifuke level fulani ya kibiashara, ninavunja kwa jina la Yesu. Wale waliokuwa wamewekewa mipaka ya uzao, wasiweze kuzaa, ninavunja huo mpaka kwa jina la Yesu, na utakuwa mama wa watoto wengi na utakuwa baba wa watoto wengi kupitia sadaka hiyo. Mungu, huo mpaka umevunjika. Wale waliowekewa mipaka ya kielimu, nimevunja hiyo mipaka na kutangaza kuanzia sasa, wewe na nyumba yako na familia yako mtasoma na mtakuwa familia ya wasomi ambao wanamcha Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mipaka uliyowekewa kwamba usivuke level fulani kazini, nimevunja huo mpaka kuanzia sasa na kutangaza utainuka, utapata promotion kazini. Wewe ambao umekaa muda mrefu hujapata promotion, nimevunja huo mpaka unaokuzuia usipate promotion na ukakumbuke. Natangaza kibali kikubwa juu yako na wale wengine wote ambao Bwana wanatoa sadaka zao kwa ajili ya mipaka mbalimbali ambayo Mungu umewashuhudia kwenye moyo kwamba kuna mambo ambayo yamekuwa wamewekewa mipaka wasivuke. Mungu, ninaombea kupitia hiyo sadaka wakavuke katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Basi Mungu aipokee sadaka yako na aikubali, na Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina lake Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa wewe umebarikiwa na roho za mipaka zimevunjwa. Barikiwe sana.